Ama hao watu walituambia nini? Na mimi nita-insist na Royco yangu. Royco. Dama kuda si walitudanganya wote. Si walitudanganya wote. Si walifika Ujerumani wakaona wamefika kule walikuwa naenda. Wakaona tuko ground sasa tumefika. Wakaona hata hakuna haja kupatia yule mtu heshima. Sasa hata yeye nimefika nini yake, nimefika level yake. Yeah, let me finish. Thank you, Celestine. Wacha niendelee kumaliza. Unaona, mtu huwa hanyi mahali ametoka. As much as umepewa mwelekeo mahali, shukuru huyo mtu anyelei sahani anayokulia. Exactly. Na alafu ndio maji yakishamwagika hayazoleki. And that girl hata hajatoka mahali alipo. Ushajua Guten Morgen, Guten Tag. Now you can open your platform and talk shit there about me and maybe backbite me. Na hujafika. Kwani wangapi wanaongea Kijerumani na wako Kenya? Wako na millions of money blocked account but hawajafika Ujerumani. Sasa wewe kupewa kamzungu Kenya ni kachefu hapa. He's not even an engineer, he's not even hafanyi hata kwa Krankenhaus. Nikampishi tu kwa kawaida. And then wewe sasa ndio unakuja kuniambia Damani wivu na kuona. Sasa wivu gani jamani? Sasa surely kuna watu ninazoonea wivu by the way. Acha niseme. Sasa surely and that girl aliendewa inbox na mtu akamwambia by the way hujafanya poa vile umeambia Dama. Dama was explaining something very very important na unamwambia hivyo. Unajua anajibu ati it was a joke. Alafu another thing, hii competition ni ya nini? I'm not here to compete with anybody. When I opened this platform, nilifungua hii platform to help those guys wenye wako Kenya waweze kukua na hii knowledge wenye wanataka kufika Ujerumani. Mimi si kufungua kucompete na mtu yeyote. And whoever who comes here kujifanya my friend to maybe ati sijui sasa tumekuwa za family, you can recruit 5 or 10 members here, influence them, go there and talk shit about me. Mimi, I make friends each and every day. Respect ni kitu cha muhimu. Thank you, billionaire. Respect is very important. Na mimi imagine sijawahi kama mahali nikaongea kuhusu member wangu. I respect them. Lakini sasa nyinyi wengine nasikia wanaropoka. Kwa Dama tutakuwa tu tunapitia, tutakuwa tunakaa hapa. Nani amewaambia hata mpitie? Don't even come. That is nonsense. Unaropokanga when you open your platforms. Nini sasa? Unaropokanga nonsense. You cannot be me. Kitu yenye mnafaa kujua, mimi siwezi kuwa Celestine, bado nitabaki kuwa Queen Dama. Nyinyi ndio mlinipea the word queen and I will remain to be there. Wewe unakuja kwa hii platform unaona haya, Dama by the way inaweza fungua platform nikakuwa kama Dama, huwezi kuwa. Neema yangu si yako. Wewe ukifungua platform yako, imagine I cannot be like you. Wewe maybe uko na neema na unakimbilia hii yangu kidogo. Maybe you are even better than me, but you don't want to be you. You want to be me. Maybe you are even better. Create your surrounding, attract your people. The people I attract, you cannot attract them. Kuna watu huwa wanakuja hapa si kusoma Kijerumani, si chochote, but wamependa vile ninaongea, maybe wamependa muonekano wangu, maybe leo wameniona na wigi mpya ndio imewafurahisha, maybe wengine wanaletangu hapa na dimples zangu, wewe huna dimples, maybe yako iko kwa tako, yangu iko hapa. Hii ndio wameona, hawajaona hiyo yako. So when you try to compare with me, inakuwa ngumu sana and you will fight for it. Thank you, Miss Kirubi. Thank you so much. Yeah, I'm trying to make sense. Mamu penye yako anapiga kicheko ni vile aweza ni mute. But I'm telling you the truth. Hawa watu wote hata kwa hii TikTok, kila mtu ako na neema yake. Na ndio maana unaona hii platform yetu ningeiachilia kidogo, ingekuwa ya matusi, madharau, kudharauliana, but nimeweka safety belt. Danke schön, sweetness. Danke schön. Ningeachilia kama platform zingine. Hapa kungekuwa na matusi, mashindano, nini, mungekuwa hata mshakosana nyote. But I cannot allow that. Kuna watu
wananipenda the way I am. Just mtu kama Miss Kirubi. Miss Kirubi asomi Kijerumani, hayuko Kenya. Sweetness hayuko Kenya. Nina hayuko Kenya. Celestine hayuko Kenya. All these destiny helpers wote wanakujanga hapa because kuna kitu inawa attract from me. Maybe the way I'm helping you guys, ndio maana hata wengine wanakuja kudigift. Not that kuna kitu wanasema. Sasa wewe mwenye unasaidika badala utulie ni kusaidie ufike, wewe ndio unaanza kusema nimekuonea wivu. Na bado uko Lebanon. Ni Lebanon ama ni wapi? Jamani, pereka pole pole. Pereka pole pole. We are here to help you. There are people who knows me in and out. Wananijua who is Dama. Like Sweetness. Miaka ngapi? Almost 15 years tukijuana. She knows who I am. Mimi nikikutoka nimekutoka. Alafu I'm a person who don't beg for friendship. Na huwa si-imitate mtu. The reason why hata siendangi kwa platform, mtanisamehe, ni kwa sababu sasa ya mambo kama haya. Miss Kirubi. Aya. Suri bibi anani MC Chris. Aya. Sinitusi. Ulichange. He? Kwani ulichange? Si ni bibi anani? Ama nisi yeye? Si yeye. So guys, mimi nitaishi kuongea ukweli wangu. Unataka bwana, tutakupatia tanus. Mimi nitaishi kuongea ukweli wangu, na mimi huwa si beg people to stay in my platform. Hiyo ni kitu kimoja nayo nilipewa. Sijui ni kiburi. I don't beg people. If you think you can be here, tunaongea stories, tunacheka bila masengenyo, kwa sababu mimi watu wengi wa masengenyo hatuelewanagi. Watu wa competition hatuelewanagi. So kama tutakaa hapa tuongee, na kama utakuwa ready tusaidie wale wanataka kusaidika. Nina pia naona anasaidia watu sana. Thank you so much. Hata kama uniambiangu kuna members unasaidia hapa, wananiambia thank you. Celestine mwenye anafundisha hapa. Nina thank you. Nina unasaidianga sana. Thank you. Kama unaona uwezi kaa kwa hii platform, wewe toka pole pole. Cause ukijaribu kushindana na mimi, imagine hutaweza. You can't. You can't. Wacha tuheshimiane. Wacha nikuwe hapa yangu. Wacha nikuwe nafasi yangu, kuwa nafasi yako. Cha muhimu ni kuheshimu, uniheshimu. Mahali unaona nimekosea, niambie hapa Dama. Dama mimi hapa iko hivi na hivi. Lakini sio kusema ati sijui wivu. Sasa wivu inatokezea. Ukiambiwa na watu, hebu explain wivu umetokezea wapi? Dama amekuonea wivu. You can't even tell people. Unasema ni jokes. Cause I'm ready, niambiwe Dama alinionea wivu, mimi nimepata mzungu, yeye hana. At least ambia watu wa maybe nakuonea wivu. Muulize kama wivu umetoka wapi, atushare bwana mimi na wewe. Exactly. Hakuna bwana tunashare. Mbona vipi? Sasa wivu inatokea wapi? Mimi kama ni bwana niko na wangu hapa. Mbaba wangu hapa, mbaba. Kwanza wangu ni mbaba jamani. Mbaba wangu. Kama huyo mbaba wako ako na heshima, huyo mbaba wako ako na heshima, na usimuite mbaba tena. Ako na heshima na anasaidianga watu juu yako. Alafu juu yako baba wangu, guys, ndiye ananiambianga please, today in my office I have these offers of job, tell your people to do this and this. Jamani, hata amwezi kuniheshimu mkaheshimu na mbaba wangu jamani. Unajua ukinikosea heshima umekosea. Unajua mimi ninaweza kasirika hata kuwapatia hizo link. Kama sasa kumetokea a lot of jobs, lakini sina hiyo moyo hata ya kuwapa. Maana mnanichokesha akili. Watu Damata wazesoma Kijerumani wanashindanga wakiitisha link na kuna mahali wanaenda. So guys, saa zingine wacha tuambiane ukweli. Respect is very important. Na ukiona platform ya Dama haikusaidii, just toka tu pole pole. Toka tu pole pole, and then bado tutakupenda ukiwa, tutakupendea mbali. Lakini usinifanye wewe mmoja nikakosa hata kusaidia wengine, cause mimi nina hiyo roho. Ninakufaga moyo. Wacha tungoje mamu. Mimi ninakufaga moyo haraka sana. I'm that person. Niko mzuri na niko na roho ndogo. Niko na roho ndogo sana. Another thing,
kuna kitu ninataka kuongelelea hapa. Kuna watu wanaitwa Wakisii. Wakisii, kama wewe ni Mkisii na uko hapa karibu, nikaribie hapa. I'm not tribal. Kitu cha kwanza ninataka tuheshimiane. Mimi kitu cha kwanza, kitu yenye ninawaambianga hii TikTok, apart from ukweli wa kazi na kukuja Ujerumani, my personal life hamjui. Nobody who knows mimi ni tribe gani. I talk tribes nyingi sana. Jina yangu unaweza nitumania pesa ikalete jina ingine. Maybe that is not me. Kama wewe ni Mkisii, karibia hapa, niko na jambo lenu. Kwa sababu mmenichokesha akili pia nyinyi. Nili welcome Mkisii mmoja hapa. Na huyo Mkisii ameleta mambo yake ya upuzi. Amekuja hapa, ameanza kitu cha kwanza akatukana memba wangu ambaye ni Celestine. Hii ni na address sasa Wakisii. Kama wewe si Mkisii, ukae kwa kutulia. Cause nyinyi ni mandugu zangu, nyinyi ni madada zangu. Mimi ni Mkisii. Lakini mnaniaibisha. Alikuja hapa nikadhania is a good person. Mkisii peke yake hapa anajiheshimu ni nani, Mura, ule Mura wetu hapa. Wengine wote kujeni hapa. Leo niko na jambo lenu. Na hili jambo mkitaka mwende mkadiscuss huko, mniwekee chai, I don't care. But mnaniaibisha. Mnaniaibisha kwa sababu gani? Badala mtake this advantage of me here, tusaidiane, niwasaidie. Kama mahali nitawezeshwa, nyinyi ndio watu wa kukuja hapa kuongea vibaya. Mnataka mkiambiwa tuma hatimi you don't want, then mnaenda kunifungulia machai za matakataka huko ati mlikuja siku wapandisha kwa guest. Hata amuoni aibu. If you cannot follow my rules hapa. Mimi sitaki kujua kama wewe ni Mkisii ama ni Mkare ama ni Mkikuyu. Me, I don't care about tribes. Na hawa wote hawa ni hawa wenye ninataja. Huyo African Son tulipomkaribisha hapa, alikuja akatusi Celestine, akatusa wa members, mwisho amemalizia kunitusi. Mnakumbuka kasichana ka kwanza kalikuwa kakisii hapa, pia hako nikalikuwa kamkisii kalinitukana, nikakaacha. The same Mkisii ameita mwenzake, wameenda kuniwekea nini, wananiita huko nikidhania ni mambo ya muhimu wa Kisii wenzangu, wanaenda kuniwekea machai za upuzi. Wewe na wewe mwenye anasema wanakuranga watu nitakublock. Koma. Wewe uko na nyama ya kukurwa wewe? Uko na nyama ya kukurwa? So guys, as much as you see ninaongea Kikisii, respect me, I respect you, respect my members, respect my platform. Haimaanishi ukiwa Mkisii, mimi ni Mkisii, unaweza kuja hapa ukanyage members wangu. I'm not tribal. I'm not tribal. And then fuata masharti kama wengine. Kama wewe ni Mkisii na wewe ni wa Kisii na wewe sijui uko wapi, umesikia. Na wili usifungue mic kama sijamaliza. Sinanga, what happened? So, wacha Wakisii wenzangu, madada zangu, tuheshimiane. Mimi as much as si kuishi huko haimaanishi mimi si Mkisii. Na unajua mnadhani mimi ni Mkisii, lakini mimi si Mkisii, but mimi ni Mkisii, vile utaelewa uelewe. Heshima tukue nao, maana mnakosanga heshima sometimes. Badala mtake this advantage of me here, mtuambie haya Dama, by the way, Ujerumani mtu anaweza kuja aje, ni ujinga mko nayo. Fuata masharti kama wengine. Kama si hivyo, kanyaga kubwa. I don't care. Mimi si mtoto wa mtu hapa. Mimi si mtoto wa mtu, and I'm here to serve Kenyans, not Kisiis, not Kikuyus. Na ndio maana mnaonanga mimi utanipata kwa hawa wa Kikuyu, kwa hawa Waluya na Wajaruo. They don't have Jaruo hapana. Sijaenda kwa Wajaruo au ni moto. Utanipata kwa hawa wa Kikuyu. Because they talk business, they talk waoneani wivu. Wakiona mtu wao ako majuu, wanataka kufuata huyo mtu wajue alifika aje awasaidie. Nyinyi badala munifuate vizuri na heshima tusaidiane, ni kwenda huko kuniitia machai za matakataka saa 4 ya usiku ati mnaniweka makesi nilikataa kukupandisha. Nilikataa kukupandisha kwani lazima. Mimi si mtu wa chai. And please, if you are Mkisii hapa na unafunguanga live yako, kama utakuja kuniita kwa sababu ya ujinga,
Mimi hiyo siku nitakuwa mbaya cause nitakutusi na nishuke niende na hakuna kitu utanifanyia. Niite uniambie vile unataka nikusaidie, niite uniambie kama ni mambo na pesa, kama ni mambo tunaweza saidiana kibiashara, kama ni mambo na mtoto wako nimsaidie, lakini sio ujinga. Saa 5 ya usiku unanipigia simu, hebu kuja live fulani kidogo tu, kumbe ni ujinga mnaniitia. Ati hebu tuambie kwa nini huku nipandisha. Ati wanafanya hivi. Unaniitia petty things. Mimi mama, mother of 2 boys, nimetoka kazi, nimechoka live na watu naenda kula. Gaki simulini dharau. Gaki. Wewe sele unakakini kusemaje? Nataka kujua. Wacha tukue na heshima guys, si kila mtu ambayo anapenda kelele. Mimi msiniite live za makelele. If you want to approach me, kuja uandike ujinga yako hapa comment section, nitakusikiliza. Wacha tuheshimiane. Wacha nikusaidie kwa njia ambayo ni ya haki. It's so wrong kuteka advantage na mtu ni wa kabila yako just because umekataa kufuata masharti yao, alafu unaniwekea brains zako hapo. Mimi niko na akili, that's why nimeweka hiyo masharti hapa, because nikiachilia hivyo mtaharibu platform yangu. This platform is for helping people, si chai, si masengenyo, si hizo ujinga zenu mnaendanga huko kutukanana all the time. I cannot allow that. Mi hata heri nikose. I would rather address 10 people rather than addressing 2,000 people. Hakuna kitu tunasaidiana. Na ndio maana napenda kuchill hata na watu 5 hapa. I'm okay with that. Wili amesikia wakisi wametajwa, ikabidi atoke Kisii afike hapa. Hata amefika, amekimbia. Wili don't enter. Musikue hivyo. First of all, kitu ya kwanza, to start with, me something that I know, a helping heart will always be a helping heart, no matter what. Na wanasemanga kelele za chura azijai mzuia ng'ombe kunywa maji. Of course, where there's growth, kuna kuanga na kurushwa mawe. But kama you will take time to listen kwa wale watu wenye wamekuja kukupiga vita, you slow down your journey, you slow down whatever you are doing, which is not important. Na ukianza kubishana na wajinga, you become one of them. So kama mtu amekukosea ama kama mtu amefanya kitu unaichukulia ka kelele, you keep on walking. Because ukianza hii platform ulikuwa na lengo yako, you had a plan, you had a reason ya kuwa na this platform, na ulikuwa na details na vitu zenye unataka kuifanyia. So of course people will always talk. This is social media, people will come whatever. Hata watu ni wale tu, even if you do good, bado mtu atasema mimi hata sikutaka unisaidie hivi, I wanted this way. Hata ule mwenye umetoa mbali utamfikisha mahali na ataanza sasa, atapata nguvu ya kukutusi. Okay? Wanasemanga unalisha mwanadamu akishiba anapata nguvu ya kukutusi zaidi. So kitu ya pili, itoe mdomo chako wa Kisii. Okay? I'm here kwa ajili ya Wakisii. Wewe na Wakisii wako muende muambiane, mkae chini, mkue na adabu. Msiniitiage mambo ya petty things. Hakuna kitu kama Mkisii, okay? Mkisii za tribe, okay? Tuko na mtu kama Dama, tuko na Celestine, tuko na mimi. Hakuna kitu kama Mkisii, hakuna kitu kama Mkikuyu, hakuna kitu kama Mluya. That is a tribe. And when you attack a tribe, that's not nice. You just attack somebody direct. Listen, I have a reason why I attack it as a tribe, because juzi hiyo kitu imenisumbua sana. Imenisumbua kwa sababu the people natakanga kusaidia ni hawa. At least nipate hata mmoja asemange umwana uminto na nkonyete. But nimekuja, hiyo kitu imenisumbua, and that is why nimeiaddress. Sikulala. This guy alikuwa, first of all kulikuwa na msichana wa kwanza, the same tribe. Mpaka nikajiuliza, hii tribe inaniulizaga nini? Awaoni nje no mwana muabo? Yeah, I have to talk it
will say is not a tribe inabaki kuwa a tribe. Awana asante. It's true. Thank you, Germany Queen. Mimi onendri abantu nganje kabisa na nje ngataka kogenda mbe buno mo gusi umabona nje nakwa neke gusi ne feel at home una nabuba ko ngataka. Mbona hawa wengine hawajawahi ni attack? Mimi nitaongea. That is why nimesema hiyo tribe. Kwa sababu why not one person, not two person, almost 3 people now? Mbona hawa wengine kuna kitu kama Mukisi? Alikuwa Mukisi na lazima nimtaje as much as the tribe yane lazima amokwane. Yes, I know utatetea. Hata mimi ukiongea kuhusu hiyo tribe vibaya nitatetea, lakini mahali kuna ukweli. Tuseme ukweli wako na tabia mbaya. Ekiagara nje ina imokerete omumuro ibuno omwana ominto. Muna bwana kwimokerie sister yane. Alafu nyore nayo kondio motu na inde. It's wrong. That is not nice. Yes, mimi ongea hapa, but mahali imefikia uwezi nitoa mahali sasa nimefikia. Yes, Motangi thank you. Wacha wastaira. No ninje ngwigude mbere na bagusiba mintoto kwane buja to igubuya. Kwayo aranabu inde batagete kwa nkole kweli. Hiyo ni tabia mbaya, lazima waambiwe ukweli. Si ati kwa sababu sasa nimetaja hiyo tribe sasa ati I'm not tribal. Yes, it's my tribe, lakini wanafanya makosa waambiwe. Hapana, Dama, wanasemanga walio kweli hata kwetu. Mimi ndio inauma na mimi ndio kwa nini sijawahi umwa na tribe zingine? It's because I'm in that tribe. Mimi kama everywhere. Wacha leo niwaambie mimi niko na tribe 2 na hizi tribe 2 zenye nimeshare, hii moja ndio inanikuranga akili. Na tangu nifungue hii platform, sijaiona tribe inanisumbua kama hii. Na ndio ninatamani nisaidie hata mmoja, lakini unapata wanene put off. Wacha tuongee ukweli, sio kushira tukifichana. Kwanza Wakisi wako na kitu inaitwa enda amwamu. They don't want to be like other tribes. Wajiunge pamoja, wajue watasaidiana aje. Kazi ni wivu, masengenyano na kuvurutana nyuma. I will not be like you. Afadhali ni wa disown niende kwa tribe nyingine. Wacha saizi, let us change. Let us change and be like other tribes. Tikatokana deke ene wiri. These people unapata. Nikupatie mfano mmoja. Hapa Ujerumani, niambie ni musician gani kai mimi nikikasirika. Ni musician yupi anawaje? Samido amekuja mara ngapi? Ni kwa sababu Wakikuyu wameungana wakalete mtu wao. Sisi zote tunaenda Mugithi. Mamu keep quiet. You are mtu mmoja amekuja hapa Germany. Musician yupi amewahi kuja? It's because watu mko na wivu. You cannot even organize for your fellow musicians huko Kisiwa kuja hapa pia. Lakini Dama Kisiwa kikuja tutaenda kweli. We love. Kwa nini siende? Tunajua kuimba. Funza Kijerumani. Nani anakuambia hatujui kuimba? Huyu ni nani kama ametoa wimbo nzuri sana? Hawezi kuja because even those Kizis who are in German, ni watu wawizi, they cannot help. Sele nyamaza, wacha Dama ongee. Wacha niongee nitoke. I started saying Kizis na Mkisi mmoja amekuja hapa juu. Wacha akuje. Tunimwambie fact, maybe atawapelekea ujumbe. Tunakuanga na katabia kengine kabaya sana na hatupendi kuambiwa. Enda uangalie Wakikuyu vile wanaungananga. Wanasema leo tunaita mtu wetu hapa. Samido anakuja Frankfurt na anaenda Berlin. Kuna Mjaruo mwingine pia amewahi kuja. Nyinyi ni nani mumewahi lete? Tell me, ni nani? Ni wivu tu mnakuanga nayo na masengenyo and you cannot Dama. Nani amekukasirika? Kwani hujakunywa chai? Hapana, I'm telling you the truth. Wakati usikasirika, imefika mahali Wakisi kazi ya Wakisi ni kujigamba. Mimi niko Canada, mimi niko na pesa, mimi niko na nini. We are tired of that nonsense. Mkiingia kwa platform usijaribu kupatia Dama brufen, tumekuforbidden. It is forbidden. Hapana. Wacha niongee kweli. Wacha niongee kweli. Wakiona wamefika, wewe wili wacha niongee nimalize. Wakiona wamefika Canada na ni US, ni kujigamba vile wako na pesa. Hizo pesa zao zinasaidia nani? Kwani African sana ni kutusi aje huko? Wewe African sana ni kutusi? Goja, mimi niko Canada, mimi niko Germany, mimi niko US. Umesaidia nani kutoka huko Nyamakoro toka mlete hiyo Canada ama US? Ujinga mtupu. I will tell them the truth. Na mimi wacha nikuambie, ukiwa Mkikuyu unakuja
kwa platform kuleta hiyo ujinga yako hapa. Mimi I will chase you away. Ukanifungulia matai huko kwa ati mimi huwa sipendi wakisi. Sipendangi watu wajinga na watu wa kujigamba. If you are in Canada, saidia watu wakuje huko Canada. Sio kushinda ukitukana ukienda kwa platform za watu. Oh, niko Canada, niko na pesa. Nani amekwambia watu hawana pesa? Kwanza watu wako na pesa, they don't talk. Wanakuanga kimya. Umemaliza? I will tell you the truth. Alafu mnapenda kuegererana. Oyu na bare. Hakuna mtu anakuanga hivyo. Ni ujinga mnakuanga mmejiwekelea na hamjaipata mtu wa kuwatua huu. Tukiungana sisi zote na tuambiane ukweli, huyo mtu mwenye anajigamba hivyo mnasema ati ni vya anakuanga, atatoa hiyo ujinga na ataona haya. Kumbe ninakuanga na ujinga, ni kama watu wamejua ujinga yangu, atawacha. Mimi hata hawa members wangu, mimi huwa sifichi mtu. Ukiwa na ujinga hapa, I will tell you. You are not hakuna mahali utanipeleka, nitakuwa nimeongea ukweli wangu. Unichukie, usinichukie, me I don't care. After all, hakuna mwenye analishaga mwingine, but tuambiane ukweli. Mkiona Dama niko na ujinga, niambieni Dama niko na ujinga. Hata kama sitakubali hapa, but nitaenda nikae chini. By the way, Stella aliniambia niko na hiyo ujinga. Aliniambia niache kufanya hivi na hivi. Nitajiita mkutano mwenyewe na nitaacha pole pole. But the problem with you, unaona mtu akana makosa, you don't want to rectify that person. You don't want to tell that person the truth. Na ndio maana murashi anakuja analala anawapea ukimwi. Yes, ujinga zingine ni vitu zingine tunaanzianga where we are. We don't learn. We don't want to be told the truth. Wewe ukiambiwa tafuta baba mzee, wewe unaona baba mzee hana maana, unaenda kutafuta kijana mdogo, na ndio huyo sasa juu umeona ni mweupe na hana pesa. Nikiwaambia atanu msema mnaona atanu hana pesa, mnakimbilia white skin. Ujinga wacha ianze kuambiliwa hapa. Waache mahali umeambiwa live this live that, itakuokoa kule mbele. Hizi vitu kidogo kidogo tunaignore, ndizo hizo zinatuleteaga ujinga huku mbele. Achana na Wakisii, umeingililia Wakisii, umeingililia Wakikuyu. Me I have to tell you the truth. Na hakuna mahali mtanipeleka. Hamwezi nitoa hapa kwangu. Bwana sijakutukana, nimekuambia ukweli na situkanangi watu. Me I will continue telling you the truth. Na mtu mwenye anakuambia ukweli ni mzuri, anakupenda. Hata mimi hapa wakati nafanyanga tumakosa kidogo kidogo, mnaniambianga hapana, Dama iko hivi na hivi, na siwa narekebisha. Lakini sasa kwa sababu wewe umesikia Waluya wametajwa, Wakisii wametajwa, unakasirika because unataka hiyo ujinga yenu iendelee kufichwa. That behavior, that character you guys have, kaendelee kujificha. Tutakatoa in Jesus name. Amen. Hizo magugu lazima tuyangoe. Lazima tuambiane ukweli so that we can grow. We cannot grow kama tunaendelea kuficha uovu. Guys, we cannot. Tukiendelea kuficha uovu huko mbele, mambo kama haya tunaona huko Kenya ndio yanakuja kuchipuka. Tukikuja hapa tukiwaambia wazee wazuri wenye wako na pesa wanakaaga hivi, ni wale wa 8 years and above, mnaona sisi ni wajinga. Ona sasa, because you don't want to be told the truth. Tukiwaambia tafuta wa mkokojo wenye hawaoni, nyinyi mnataka wenye wamevaa miwani ya kuwa record. Tafuta kipofu. Utaki kipofu ataona aje? Sasa wewe ona umeenda kutafuta mwenye ako na miwani ya kukurecord. Because you don't want to be told the truth. Ukiambiwa ukweli unasema umetukanwa. Ukiambiwa ukweli unasema Dama na hasira. Si hasira, ni ukweli ninakuambia, lakini wewe unaichukulia ni hasira. Hatutaki advice 2026. We will advise you. Hamtaki advice na mnataka pesa zetu. Go and work hard. Tukimwambia tafuta nyanya mzee. Unajua, let me tell you the truth. Nyanya mzee hutamuona na hizi miwani za kurecord. Unaona nyanya mzee hata vaa hizi ni mazama.com kama huyo Russia guy. Nyanya mzee yeye kitu yenye anataka ni hiyo kifua chako na hiyo inches yako, hiyo mjuruzi yako kubwa tu. Ukuje umpapase, hakuna mahali atakurecord guys. Wewe unaenda kutafutana na mtu vidogo na ndio mnarekodiwa. Alafu mnasema tutawaambia wewe unataka watu waanze mwendo umeumaliza. Si ndio? Wewe uliona wapi babu mzee akirekodi mtu? Uliona wapi?
mnaona akiwa baba wazee hapa. Soma basi Kijerumani. Ukuje Ujerumani unataka passport ya bure ya kwenda Russia. Uroshe unaenda kupigana na nani na hata huna nguvu. Kwanza kama akakasiana, can you pay for me a ticket to Russia? Unaenda Russia kufanya nini? Kogoro kaga. Nikikwambia usome Kijerumani ukuje hapa Ujerumani ufanye kazi unataka kwenda Russia kupigana, ukue mkimbizi mpigani huko. Si Russia ndio wanapigana na Ukraine sijui nini. You don't want to reason. Munaona sisi tuna wasting time. We don't waste time. Sasa ona wewe na ushortcut wako Kenya umetuletea aibu. Yes, Sorobi, very true. Babu mzee haezi kukurecord. Babu mzee hana hiyo time. Babu mzee hata ukamwambia babe, I want 100 euro, anakupea 500 euro. Angalia huyo sasa wa kusema vita ya kwenda Russia, unaambia ujilipie ticket. Uliona wapi Mjerumani akikwambia jilipie ticket ya kukuja Ujerumani? Tumieni akili pia nyinyi. Na tunawaambia hapa kila siku mnasema hamtaki kusikia advice. Ukiambiwa soma German language, badala usome, wewe unataka za bure. Alafu mnaanza kusema mimi wacha nikuambie, hata kama juu tunaambia hawa wanaume waacha kushinda wakiwaambia nyinyi gold digger, nyinyi gold digger. Mnapenda vitu za bure, hamtaki kuset standards. Si uringe kidogo, si uringie mtu. Can you come with me? Yes, I have all the day, guy. Bongeni mi hata mmenisinya, but I think all my points are home now. Thank you. Aki Damasi unakaa vizuri ukigombana na Kikisi. Aki unakaa vizuri. Wewe Willy uongee sasa. Unataka niongee? Nilikuwa nikuulize swali moja. Uliza. Akuleta Samido German akuje kurecord, how is that even helping the community? How is that even helping someone? Atukulete nani? Mtu to chase their dreams. When ukichangia mtu aende kuchase their dreams, how is that even helping the community? How is that even helping someone? Sio nika kutoa sadaka kanisa. No. Listen my sister. My point was kwani wewe uwezi saidia mtu? That guy anaweza taka kukuja hapa Ujerumani kuperform. Utakuwa umemsaidia, at least anaweza enda pia akasaidia wasanii wenzake kule Kenya. Samido lazima ako na mahali watoto baby orphans anasaidia. Vile anaorganize hii nini yake anakuja hapa Ujerumani, kuna watu community yake anasaidia. If you can sit down, organize and bring likanika ama wale wengine nao wakuje hapa, watasaidia wengine. That's how people help each other. Ukwewe Willy, haimaanishi ni pesa utakuwa unamsaidia, but there is a way, ni mfano nimetoa, sijasema ukasaidie mtu. There is a way you can sit down as a community, organize for that person mwenye ako Kenya, ajue anaweza kuja kuperform Germany, anaweza kuja kuperform US. But you guys, you cannot do that. You cannot do it. Like, kwa sababu Samido kuna mtu alimuorganizia hapa Germany. There are a group of people, Wakikuyu waliketi chini maana wako na akili, wakasema huyu mtu wetu wa kuimba Mogithi wacha akuje perform hapa Ujerumani. And when this person come, ticket unalipa almost 250 euro. Hizo pesa akipata, akienda kule Kenya, kule kwa nini yake, unapata amesaidia orphans there. That is how people grow through people. Sasa wewe hiyo swali yako nimekujibu au bado sijakujibu? Haujanijibu kwa sababu sometimes kuna lot that happens in people's lives that people really don't get to understand ama kuget. Another thing in life, people want different things, na kuna vile tumebringiwa up in different ways. Kuna mtu utaambiwa nataka ni kuconnect na kamzee, na sisi wengine tunajua I cannot strip naked kwa mtu mwenye ako age ya babangu, hizo ni rahana. Okay, that is why watu wamezaliwa different ages. Watu wamezaliwa na different ages. Ni rani si baba yangu, but ni umuli wa babangu. Na sasa hiyo inakushika ni raha gani? Hiyo ni tamaa. But okay, Marisa, people don't want that. Not everybody. Wewe pea watu
there is hii njia ya kufika hapa, kuna hii njia ya kufika hapa. Acha sasa mtu adecide. So haimaanishi wakati mtu amekuambia kuna mbaba wa 80 years hapa, atukienda kukaa naked kwake atakulaani. Maybe hiyo njia ndio kukulaani. Wengine tumegrow tukijua that is why kuna wenye walizaliwa mbele yetu, kuna different ages. So kuna wale watu mentally they cannot be okay. That's why I'm older than them. Really very good. That's why I'm telling you. Hiyo ni pesa ni tamaa. Kwa mtu mwingine ni pesa ni tamaa. So when you give someone that deal, you will take it until you reach where you want. Really kidogo tu alafu ni kunini. Hiyo point yako yenye unasema, hey, 80 years ni kama babu yangu. Hiyo ni kama laana. Very good. When you are preaching to people like this and you give them, you can get a mbaba of 90 years akufikisha mahali unaenda. Mwingine umwambie pia unaweza soma Kijerumani ufike mahali utaenda. Si kila mtu atabuy all those points. Kila mtu anajua mahali ana fit. Wewe waambie kila kitu mtu ajidisaidie. Sasa just because 90 years ni walaana, wewe sasa hutaambia watu, mimi nitawaambia. Wenye atataka waambie, sijasema nitaambia watu ama sitawaambia. Dama kenye huyu understand, wewe unamaanisha there is something called idea. Pe mtu idea afuate ama asifuate. As long as itakusaidia. Not everything yenye mtu anakuambia you take it. You take the positive one, tupa. Mimi nataka hiyo pesa, it's nothing. Mtu mmoja anataka kukusaidia, akikupea pesa hakusaidii. Hakuna siku utapea mtu samaki, mfunze kuvua. Mimi nataka hiyo Otieno aliolewa kijana wa 22. Yes, kuna saidia unaonyesha mtu kuvua samaki, si kumpe samaki moja. Utampe samaki kila siku. Mimi nitakupatia ideas wewe bae unajuanga aje. Wiri mzee wa 90 years wewe unaona atakupea laana. Maybe huyo wa 90 years kwa mamu ndiye anamtaka yeye ampe hiyo laana. Wewe kama utaki laana kuna mwenye anataka laana. Mimi naitaka. Si sawa. Ni sawa. 90 years ndio destiny connector wako. Nataka hiyo laana, nipatieni hiyo laana, nitakula kabisa. Okay, sawa, tuseme hivi. Na si lazima awe 90 by the way. Ni watu mmesahau kama tu anapeana example. Mimi ni kijana mdogo sana hata jakatika kitovu. Okay. Baby boy. Tommy hapa akamuita baby boy. Goja, Maria anasema aje, mimi nililetwa Ulaya na mzee na nilitoroka niko kwangu Italy. Yes, kitu cha muhimu ni kuvuka ng'ambo. Pata hata kama ni 100 years akufikishe. Ujipange. Wewe Wiri, mimi nimekupata vizuri sana. Nimekupata. Unaona nikiwa Kenya, mimi nilikuwa ninasemanga guy, mimi haki ya Mungu mtu mwenye amenishinda na more than 10 years siwezi mkubali. Lakini wakati maisha ilinigonga, nilikuwa ninaomba nipate hata wa kunivukisha anivukishe penye ananivukisha. So sometimes mimi na wewe tuko the same, but circumstances zilinifanya huyo mwenye ako na miaka 10 years and above kunishinda zikanifikisha penye niko, and I'm enjoying life. Na saa hizi sasa mimi niko hapa, siwezi kukuambia maybe nilipitia hiyo njia, siwezi kukuambia ukose kupita hiyo njia. Pita hiyo njia pia wewe ufike. Ukifika ndio utaamua what to do. Ulizo unatuambia no kugelia. Maisha no kugelia. That is why tunakuanga na watu ambao ni destiny helpers. Destiny help. Umaisikia wewe Mkenya ameoa mtu na watoto 5, but kwa mzungu it's very easy. Anaweza kukuoa hata na watoto 5 akufikishe hapa. Na akikufikisha hapa ukiona maisha ikupeleki, unasonga mbele na watoto wako and life moves on. Maybe unamdivorce na unapata Mkenya mwenzako mnaoana, ama unapata mtu walika yako mnaoana. Kitu cha maana mazee ni kuvuka ng'ambo. Lazima tucheze poverty bwana. Na unaweza pata huyo Wili labda akona ako kashosho ni vile anatungaria hapa na kizungu yake. Wili degree yake ndio ilimfikisha US. Msimuone Wili hapo. Alifika na degree yake huko US. Na ndio maana anaonanga mambo ya wababu
mababu, hiyo si kwake haezi. But kuna mwingine Na Willy si wa mababu. Tufanye aje kama hatuna degree na hawa mimi ninajua kuna mtu hana hiyo degree, kuna mtu hana hiyo nyota, kuna mtu nyota yake labda ni ya mababu. Kila mtu ako na destiny yake, tusidanganyane. Kuna mtu labda Mungu alimwandikia mahali, wewe kibabu cha wanodhiri nicho kitakupeleka US, na wewe unamng'ang'anisha hapa asome Kijerumani. Kuna mwingine aliambiwa wewe lazima usome Kijerumani ili ufike Germany, na wewe unamng'ang'ania hapa ati akuje sijui na nini. Kila mtu kuna kitu yenye Mungu amempangia. So for us, we just give ideas and you decide what you want. We can't decide for you. Hata mimi hakuna mwenye alinidecidia. Sawa? Kwanza Willy anafaa afundishwe ya kwamba in Africa, kwanza mimi nimezaliwa kwa ile dini ambayo it's not for age. For a husband haigusi age. So far as anaweza kutosheleza wanawake 4, hata kama ni mzee, hatujui about age. Kwa hivyo anafaa kujua hivyo. Alafu Willy amesahau kuna tribe, hata kama amekataa tribe. Kuna tribe ingine hapo Kenya, sijui ni tribe gani, ilikuwa inachukua watoto wadogo kabisa, hata siku hizi ndio imekata. Unapelekwa kwa kibabu. Wa Masai. Si unaona? Na Willy anasema ni laana. Mbona mama anaitisha hiyo laana hivyo ni kwao? Sasa Willy my sister. Wewe kama unaogopa laana, I know Willy mahali amekulia. It's kwa Wakisi by the way hiyo inakuanga kitambo, ni kama Willy ameshika ile babu mzee, hiyo ni laana bana. Wewe siku hizi hakuna laana mazi. Hakuna laana, iliisha na Yesu Kristo msalabani. Si kama kitambo. Utoa hiyo mentality bana. Hata ukipata kanyanya kazee, wewe vuka nako na ni Willy. Wao unaona visichana vidogo almost 19 years ameenda na babu wa 70 years. Mbona hajailaaniwa? Na wewe msichana unamuona hapa TikTok na babu wake mzee, mpaka unasema wewe mwenyewe uko na huyo mbabu, lakini unasema yule hata nikapewa bure. Na anaishi vizuri, ana dance TikTok akiimbisha mahaga. Wewe hujaiona TikTok wasichana kama hao? Na wewe mwenyewe uko na motiso wako huko Kenya, unakula shida huko, badala hata utafute huyo mbabu wa 80 years. Between you and that girl, who is even better? She's even better. Nani alikuambia that is happiness? Who told you that is happiness? That is faking it. That is happiness. Showing off, showing people, but she's not happiness happy. Comes in many ways. She is happy. Mimi nikiona mtu ako happy na anakubali yeye ako happy, that is happiness to her. Willy maze. Mimi nikiona mtu hata TikTok ana smile na anasema I'm happy the way I am, mimi namsupporting. Congratulations for being happy. Yes. Jamaa. Hata kama Muhammad mwenyewe alioa bibi ambaye ni mkubwa kumuliko, who am I? Who is Mamu? Sasa unaona maneno. Sasa Dama Unaona maneno. Dama. Willy si tradition. Willy ni ile pande ingine. Atufanyangi hivyo. Kivipi? Hapa kujua si kila mtu alipata degree kama yeye. People Hapana, sisemi hata si mambo ya degree. Hata degree sisi wote tuwezi jipeleka sisi wote. Hapana, Anita, hiyo pande ingine si ya degree. Hebu nisikie story ya Celeste. Hii pande ingine ya utamu. Hiyo pande ingine hatufanyangi hivyo. Aje? You don't Ndio naona Wakenya wameanza kufanya pande hiyo ingine, si yani atuendeagi watu wazee hivyo. Oya kulamba asali. Unajua ile kitu ina change. Dama hujui mambo ya kulamba asali. Alafu sasa mambo sasa ni tofauti, si tradition ama afuati nini. Yeye anafuata pande yake tu, wewe unaongea pande yenu. Sasa Willy wewe, si ungeniambia upande. Sasa unatuchanganya na Mamu. Hapana, I'm talking from life. Tumegrow differently from different hizo Malaysians and all that.
kuna mtu ana believe the way we were brought up tukiwa watoto wadogo. There is teachings zenye mnapewa mukigrow, na kuna watu wengine we hold on to that even now. Okay, it's not happiness is when you can count the things that money. Ati mtu akiwa healthy pia ana dance anasikia vizuri na anasema I'm happy. Dama besha no muhaka. Sasa really ukiangalia pande yetu sie tufanyangi hivyo, lakini kwagi ni mambo ya pesa ama nini inakwanga ni ile mambo. Let me tell you one thing, Dama. Something that I know for sure na naweza kukuprovia, and it's beyond something that naweza kuambia. Nikifika hapa I met someone, si hakuwa old, alikuwa kitu 36 years. Ni kama tunakaribiana kutoshana. But I'm telling you, hii kara nyeupe hii, mapaipola. Hiyo nao siwezi mi nyama ya wai. Sisi wote tuwezangi, tunajaribu wewe. Si wewe, kuna wengine wao hawataki kukula black meat. Hapana. Mtu mmoja anataka anarudingi kwao. Hii nyama ya white haina utamu vile unadhania. Hiyo ni ile fake it. Una fake. Hiyo unajaribu kuibake, unaiweka kila kitu haishikani. Una marinate, unafanya happiness. Goja, as much as you are saying that, wewe Celestine, wacha niwaambieni kitu kimoja. You are right Celestine, you are right Willy. But I want to tell you, unajua vile mnaona nyama ya white hamwezi kula. Unajua kuna mtu mahali yeye nyama ya white anasema ndiye atakufa nayo. You can't remove that. Sisi tunasema pande yetu. Pande yenu hakuna ubaya. Willy hasemi hata kwa upande wenu. Yeye anasema kwanza yeye kivyake. Hata mimi kivyangu siwezi jaribu. Why? Kama Willy gari ni dereva, na kama dereva hayuko sawa ikae. Kuna co-driver. Gari kuna co-driver. Ukiona dereva iendeshi vizuri, shika stendi. Usienda huku kwa beach unaona vile vitu zinakuaga tu zimeanguka hivi. Tunazishikilia. Wewe kwa nini unadhania hao wazee wanapotea kwenda kuchukua Waafrika? Ni kwa nini? Kwa sababu mnawaona kama gold. Watu wanawaangalianga hiyo wanaona kama kitu kingine. Si tunaona wewe bora walitufikisha huku na bado tunachamba. Guys, msikose kutafuta hao watu lakini si warashia. Ipande ya nini? Ipande ya watu wenyu, hiyo hata si baya yao. Ipande ya watu. Mimi siwezi shikana. Niko na wazungu wawili wanataka mademu guys. Niko na wazungu wawili wanataka mademu. Msikose kukua na wazungu. Nipatie hata huyo mwenye makende inaningilia Dama, mamu amesema anataka mshefa. So, taure makenda ifanye litafaa jisaidia mpaka ifanye. Yes. Bora ufike penye unataka kufika. Mimi umeponea sana kukua Kenya na huyo Murusi. Nakwambia. Mamu lazima umurushi angepita na yeye. Hai, kieleweke. Hai. Aki mamu. Sasa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, married a woman older than him. Who am I? Mamu tuende pole. Kimewaka. Muhammad hapo ni tofauti. That is 2000 years ago. He had read the Quran. If you are a true Muslim, read the Quran very well. Amongst his wives, alikuwa na bibi ambaye alikuwa I know what I'm saying. It is true what you are quoting. But who am I? Kama example, don't put it as an example. But I have to follow his footsteps. He is our prophet. We have to follow his teachings. You are not a Muslim. Why should you follow his footsteps? Why are you telling me that I am not a Muslim? Who told me that I am not a Muslim? Who are you to judge me? Who told me? Hapa anaongelea Yesu hapa akimpea kama my name Towet, My name is Mariam Abdullah.
wewe, you cannot come there to wewe. I am born in Islam, raised in Islam. You cannot tell me anything. Hello. Alhamdulillah. Why are you bragging about mtume? Una brag kwa nini jua mtume? Kwa sababu yule amesema. Sikiza, hebu sikiza mamu. Twende polepole. Sawa? Mtume akioa huyo bibi, hao watu wa kitambo walikuwa wa kitambo tena sana, na they were giants, hawakuwa na hii mwili kama yetu. So hata kama alioa mtoto wa 12 years ama 11 years as you are claiming, yeah, hiyo ilikuwa time yao. Sasa wewe deal na time yako. Kitu chochote ambayo imeandikwa katika Quran lazima nifanye, lazima tupitie hizo kitu. Tufanye. Wajua ninacheka nini? Ninacheka kwa sababu mimi sina. Unaona Wakristo tumenyamaza maana giants hao walikuwa watu huge sana. Niko na swali. Kwa hivyo nataka kuniambia kwa sababu wakati ngoja nakuuliza swali, nimepewa wakati ongee vile ambavyo Muhammad alikuwa anatawadha. Kwa hivyo nataka kuniambia ilikuwa ya hiyo wakati. Sasa nibadilishe. Ndio Homo-Pithecanthus na Homo erectus. Kwa hivyo sasa niache tunasema Homo erectus. Hiyo ni Ismail. Watoto wa Ismail wachana na wao. Kwa hivyo mnataka ndio watoto walikuwa wa Ishmael. Muhammad wachaneni nayo, that's not good. Thank you Anita. Watoto wa Ismail. Wachaneni na mambo ya watoto wa Isaac. Mtu kama unatafuta wewe kuja Rashi na Maisha Sisi ni watoto wa Isaac na hao ni watoto wa Ismail. Wachana na wao. Isaac na Ishmael. Wewe mama belisha kitambo. Rudi Kenya tukutafutie Home Russia. Wewe towe kama bibi mzee ukipata ambaye makende inaingilia nitamusha. Haina shida.